Unajua unaweza kutengeneza hela kupitia brand yako. Inaweza ikawa personal, inaweza ikawa hata kama ni business brand. But unaweza kutengeneza hela kupitia hiyo brand yako. It doesn't have to be service ambazo unaziprovide ama products ambazo unauza. Kama kwa mfano, mimi hapa nafundisha watu jinsi ya kufanya kazi online, kwa freelancers, productivity motivation, right? Mimi naweza nikatengeneza kwenye hii kazi ambayo naifanya. Pia nina kazi nyingine ambayo nafanya social media management kwa biashara tofauti na makampuni. Lakini before that, yani kwenye hiyo pia nafanya coaching. So nilianza kwanza kwa social media manager, and then kwenye social media manager nika progress kufundisha watu kwa freelancers, kwa digital professional freelancers, vitu kama hivyo. And then nika progress tena kwa coach. But sasa hivi nimeacha kufanya mambo ya coaching. So what I'm trying to say is, unaweza ukaanza brand yako ambayo unachofanya ni kuonyesha tu watu service ambazo unazifanya, portfolio yako, like umefanyia mtu logo designing, umefanyia huyu website designing, umefanyia huyu graphics, umefanyia huyu sio nini. Kwenye hiyo account unaweza kutengeneza course ambayo unaweza kauza. Or apart from the service ambayo unaifanya, kuna hela pia inaingia from the course ambayo umeitengeneza ama ebook ambayo umeitengeneza. So kwenye video hii ya leo nitakufundisha vitu tofauti ambazo unaweza kuvifanya kupata hela, brand yako kufanyia kazi ukiwa umelala ama ukiwa tu like hauhitaji kutumia nguvu nyingi na bado unapata hela, apart from the service ambayo uko nayo. Do you understand me? Let me explain it again, so I think kuna watu wengine bado hawajaelewa. Okay, so let's say kazi yako ni kuuza remotes, unajiita good services. Kwenye good services umeshajibrand vizuri, yani like logo yako iko poa, font, brand identity yako, yani recognition, everything is okay, is amazing. Na unauza remote peke yake. So ukitaka good services ambao mnauza remotes ikutengenezee hela apart from the selling of remotes, utatengeneza kitu gani ama ni vitu gani ambavyo unaweza kuviingiza kwenye brand yako ambao itakutengenezea hela apart from selling these remotes, apart from selling your services? You get? Mimi leo nitakufundisha sasa what I mean, like other services ambazo unaweza, so other services but other things that you can do apart from the service that you're selling to the brand. I hope mmenielewa kwa sababu hii topic is very, kwa kizungu ni how to make your brand work for you, kwa kizungu sasa. So kwa Kiswahili ni, I hope the way nimeielezea mmeelewa. How are you going to do that? Ukianzisha brand yako ambayo unaitumia and umekuwa ukipost na unapata likes, unapata views, unapata whatever, engagement, wateja wanakuja, amazing, unafanya advertising, growing list yako iko sawa, following list yako iko sawa, engagement iko amazing, so hii inasaidia hata ukianzisha biashara nyingine inside the brand apart from the service ambayo umeianza nayo, inafanya una get loyal customers kwa sababu watu watakuwa wameshakuamini from the services ambazo una provide, from the education courses ambazo una provide. So what you're going to do from this brand other than the service that you're selling? For example, unaweza fundisha watu jinsi ya kuanza biashara ambayo umeianzisha. For example, kama brand yako ni wewe ni graphic design, unaweza kufundisha watu jinsi ya kufanya designing kwenye Adobe ama kwenye Canva. You get? So unaweza kufundisha either from a course ama coaching and one-on-one, vitu kama hivyo. Unakutana na watu unawafundisha. Hiyo inakutengenezea wewe pia hela aside from ile service ambayo unaifanya ambayo ni graphics. Cha pili unaweza kufanya ni unaweza tengeneza ebook ambayo inahusiana na yani service ambayo wewe unaifanya. For example, kwenye hii ebook utaweka everything ambayo unajua, everything, and then you just sell it. Unafanyia tu advertising, inakutengenezea hela without you even lifting a finger. Wewe ni kuamka tu unajipata una 100,000, mtu ameshanunua ebook. Unaamka unapata kitu fulani. Unaamka unapata hela nyingine kwa sababu hii ebook watu wanaendelea kuidownload, watu wanaendelea kuinunua. So inakutengenezea hela apart from the service ambayo una provide. Unaweza anzisha YouTube video. Unaweza kaanzisha YouTube video yako ambayo YouTube video yako yes ita take time kukua, kama mimi sasa hivi bado ina take time kukua. But in the long run utatengeneza hela nyingi sana. YouTube inalipa vizuri and inaweza ikakufanya ukawa mtu mkubwa sana kwa sababu watu watawatch content yako, utajulikana, utapata more connections, utauza vitu vyako kwa urahisi, like kama una plan ya kukuza biashara yako ama brand yako kubwa zaidi. So kama you're a person who is very confident mbele ya camera, I would suggest you start doing YouTube videos. It doesn't have to be exactly kwenye vitu ambavyo una base navyo, kwa sababu mimi pia as you can see my YouTube video ni either about freelancing, motivation, productivity ama vlogs. Kwa hivi vitu vinne mimi navifanya ni vitu ambavyo napenda kuviongelea, so I interchange every single day. Na hata baadaye nita expand zaidi. We'll talk about that in the future, not now. But what I'm trying to say is, kwenye YouTube video
ukianzisha account yako ya YouTube video na uko una post and all that, watu unakuza audience wako. Watu wengine wanaingia YouTube kutafuta vitu ambavyo havipo on Google. Kwa hiyo kama wewe ni graphic designer ama website designer ama unafanya mambo ya Fiverr na Upwork, right? Ukienda huko ukaanza kuongea na kufundisha watu what you have learned, sio lazima vitu ambavyo like you don't have to have a certificate on what you're talking about. Ni kitu ambacho unakutana navyo kila siku katika maisha, katika biashara, katika mahusiano, katika chochote ambacho unachokifanya, unachokijua zaidi. Sio lazima ni kitu, yani sio lazima kiwe kitu ambacho ni service. Inaweza ikawa ni kitu ambacho wewe uko na ubunifu nacho, uko vizuri sana, unaweza kufundisha mtu, unaweza kumuelekeza mtu, tutorials, vitu kama hivyo. Utakuwa sana kwa sababu Tanzania tunakosa hiyo news. Yani ukiingia YouTube ukisearch vitu vingine ni wazungu tu ndio wanatokea, sio hata wabongo, na wao upo bongo. So hata unakuta mtu anakosa cha kufanya kwa sababu hana the accurate information from Tanzania, kwa sababu Africa na America ni vitu tofauti. Vitu ambavyo vinawaka huko haviwako huko. It's so much different. So imagine wewe ukiingia na ukabadilisha huo muonekano, ukawa pia kwenye YouTube unafundisha watu, it will bring you a lot of clients, ama watu wengi watakujua zaidi na utakuwa hata famous. Get kuwa content creator. I mean, kuna vitu vingi, content creator ama influencer, okay? Kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuwa content creator with. Doesn't have to be kitu ambacho unakifanyia kazi, doesn't have to be services ambazo unaifanyia kazi. Unaweza kuwa graphic designer but unakuwa content creator wa labda, you know, technology ama ChatGPT ama lifestyle content creator ama travel content creator. Doesn't have to be exactly the thing ambayo unafanyia service. Unaweza kuwa graphic designer, website designer, lakini huko pembeni kwenye content creation journey yako wewe ni travel vlogger, wewe ni technology, whatever. So ni wewe tu kuangalia ni kitu gani ambacho wewe unaweza kufanya kwa content creator ambacho unaweza kufanya all the time na uweze kuchoka. Unaweza utakuwa game content creator, gamer. Unaweza ukawa TV content creator, like in a way that unaelezea movies, una recommend movies, unafanya reaction videos, vitu kama hivyo. Okay, so pia hiyo inakutengeneza hela sana kwa sababu utapata influencer campaigns, utapata partnership na makampuni makubwa, utafanyia kazi, you know, all that promoting and stuff like that. Mwisho ambacho unaweza kufanya ni unaweza kuanza coaching ama unaweza ku start a course. Kwa hiyo for example, kama ni uko vizuri kwenye digital marketing, graphics, all that, unaweza ukatengeneza course ambao wewe ni unai-upload, watu wanainunua, wanaenda wanaangalia. Ama unaweza ukastart a coaching service ambao unafundisha watu wanunua ama group coaching ama vitu kama hivyo. So hivi vitu vinne vinaweza kukutengenezea hela. Na kuna vingine lakini hivi ni vitu ambavyo viko sasa hivi vinaenda sana. And ningekushauri uingie kwenye hii trend. Usitegemee tu service moja. Unashangaa watu wao ni graphic designers na wanapata hela nyingi, unajiuliza how. What they're doing is wanafanya brand yao iwafanyie kazi. Kwa sababu mtu tayari akishakujua jina, like for example mimi wakishajua ni Esuvat, nafanya mambo ya social media manager, pia nipo YouTube, pia nipo TikTok, pia nipo huko nafundisha hiki na hiki na hiki. Trust me, hata nikifungua biashara nyingine nikaiweka kama Esuvat, hiyo jina langu litakuwa linaendelea kukuza hela yangu, kwa sababu watu watakuwa wameshanijua, wananitrust, wanajua kwamba huyu hapa nikimpea hii kazi anafanya, lakini pia ana kozi yake, najua atanifundisha vitu vizuri. Mtu anaingia na anasoma from that na anaelewa. You get? So unapata hela through that. Usikae ukafikiria kwamba okay, I'm a social media manager, hii itaniingizia hela vizuri, I don't have to add anything. Fikiria everything else, kwa sababu social media manager inaweza fail. You need something to fall back on. Mela doesn't have to be something, you know, serious and stuff like that, but pia ambapo itakuingizia hicho $10,000 $30,000 kwa pembeni. Itakuwa kama side hustle juu ya side hustle. Mela. So yeah, that's it about today's video, guys. Yani mambo mafupi nowadays. Kila nikipata muda I always create content for you guys, na vinavyokuja zaidi vitakuwa vitu tofauti, and I'm happy to tell you guys I'm rebranding ni kwamba content ambazo nitakuwa nazifanya sasa hivi zitakuwa tofauti, but hazitakuwa tofauti sana. Bado nitaendelea kuwafundisha, but nitaongeza content zingine ambazo nitakuwa nazifanya pia, ambayo itakuwa ni more of a lifestyle content. So I'm rebranding from that, and also kuna vitu vingi ambavyo vinakuja mbeleni. So please guys, subscribe and like this video hapo chini. See you on Friday next week, and see you in the next one, guys. I love you guys so much. I love you guys so much.